Baba, tunakushukuru. Father, we thank you kwa ajili ya operation Komboa Familia. For Operation Deliver Family. Asante kwa ajili ya kila familia. Thank you for every family iliyojiunganisha sasa that have connected now na upako huu. With this anointing. Asante kwa ajili ya madhabahu yako. Thank you for your altar, God. Ambayo imefika kwenye kila nyumba saa hii. Which have arrived in every house now, every family. Kwa utukufu wako. For your glory. Baba, ninaomba. Father, I pray. Kila familia. Every family. Ukaifungue. May you deliver. Roho Mtakatifu. Holy Spirit. Tunajikabidhi na kujiweka mikononi mwako. We hand ourselves over to your hands. We release ourselves to you. Niongoze mtume wako kunena. Lead your servant to speak. Na kuponya kila nyumba. And heal every house. Na kufungua kila familia. And deliver every family. Kwa utukufu wako. For your glory. Kila familia. Every family. Ikaone nguvu za Mungu. May it see the powers of God. Ikashuhudia mkono wa Mungu. May it witness the hand of God. Ikaone madhabahu za giza zikiharibiwa. May it see the altars of darkness. Na madhabahu ya Mungu ikijengwa kwenye familia yao. And the altar of God built in their family. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Asante Mungu. Thank you, God. Kwa neno lako. For your word. Na asante Mungu. And thank you, God. Kwa upako wako. For your anointing. Amen. Amen. Pendwa mtazamaji. Dear viewer. Popote pale ulipo. Wherever you are. Hii ni operation. This is operation. Hii ni operation Komboa Familia. This is Operation Deliver Families. Popote pale ulipo. Wherever you are. Familia yako inakombolewa. Your family will be delivered. Popote pale ulipo. Wherever you are. Hii ni operation. This is Operation Komboa Familia. Deliver Family. Hii ni operation. This is Operation Komboa nyumba za watu. Deliver people's houses. Na haijalishi uko wapi. It doesn't matter where you are. Upako anointing hauzuiliwi cannot be blocked with distance. Na umbali and distance hauwezi kuzuia upako. Cannot stop anointing. Popote pale ulipo. Wherever you are, upako wa Mungu upo kukusaidia. The anointing of God is there to help you. Mkono wa Mungu upo kukusaidia. The hand of God is there to help. Neema ya Mungu ipo. The grace of God is there. Bible inasema, the Bible says, jina la Yesu, the name of Jesus, linapita majina yote. Surpasses all other names. Hakuna jina linaweza kuinuka. There is no name that can be zaidi ya jina la Yesu. More than the name of Jesus. Biblia inasema hilo jina, the Bible says that name, Mungu alimpa mwanae wa pekee. He gave it to his only son. Alimpa Yesu Kristo. He gave to Jesus Christ. Na kwa nini alimpa? And why he gave yeye him? Alikuwa mnyenyekevu. He was humble. Na kwa nini alimpa? And why he gave yeye him? Alikuwa mtii. He was obedient. Bible inasema, the Bible says, kwa jinsi alivyokuwa mtii Yesu Kristo, in the way that Jesus Christ was obedient, akawa mtii mpaka mauti ya msalaba. And he became obedient up to the death of the cross. Kitabu cha Wafilipi, the book of Philippians. Wafilipi sura ya 2. Philippians chapter 2. Anzia mstari wa 3. Kuanzia mstari wa 3. From verse 3. Msitende neno lolote kwa kushindana. Yesu hakuwa anatenda kwa kushindana. Jesus was not doing it by competition. Hakuwa anatenda jambo lolote kwa mashindano. He was not doing anything by competition. Unajua wanadamu mambo mengi wanafanya. You know, to many things that mashindano is by competition. Huyu anajenga. This one builds. Zaidi ya yule. More than that one. Huyu anataka kuendesha. This one want to drive. Zaidi ya yule. More than that huyu anataka one. kuvaa. This one want to zaidi ya yule. More than that huyu one. anataka kupendeza. This one want to look zaidi ya huyu. More than huyu this anataka one. kuongea. This one want to zaidi ya yule. More than that yote hiyo all of that ni kutaka watu waseme nini. Is wanting to lakini nataka nikwambie. Nataka nikwambie. I want to tell yote hiyo all of that ni kupoteza nguvu zako. Is losing of your own strength. Nataka strength. unyenyekee kwa Mungu. I want you to atakukweza kuliko watu wote unaofikiria. He will exalt you more than any people that you think. Atakukweza kuliko mahali popote. He will exalt you more than anywhere else. Oh my God, thank you. Mungu wangu. Hapa anasema Yesu Kristo alikuwa mtii. Jesus Christ was obedient. Hakutenda neno lolote. He did not do anything kwa mashindano. By self-ambitions. Maisha ya binadamu wote. The life of all men ni mashindano. Is competition. Huyu anataka asome. This one to study. Zaidi ya yule. More than that one. Huyu anataka ajenge. This one want to build. Pita yule. More than that one. Huyu anataka apendeze. This one want to look good. Yule. More than that one. Na yote hayo. And all of that. Huwa yanaishia tu njiani tu. They end on the way. For instance, someone is competing to drive a car more than that one. Watakushangaa siku moja tu, ameendesha. They'll be amused one day. He's driving and no more than that. There's no more than that. It's only one day. Amependeza nguo. He looks very good in that dress. Katika wote hapa huyu ndiye amependeza. Above all, he's looking Sisemi usipendeze. I'm not saying you shouldn't look good. I'm not saying you shouldn't build. I'm not saying you shouldn't buy a car. I'm saying competitions. Ambayo
ya ndani yako kusema mashindano mabaya. In you there shouldn't be a bad competition. Sasa Yesu Kristo Biblia inasema hivi. Jesus Christ, the Bible says, msitende neno lolote, msitende jambo lolote kwa kushindana, kwa mashindano, wala kwa majivuno, bali yani mashindano yenye majivuno, bali kwa unyenyekevu. Kwa unyenyekevu, unafanya kwa unyenyekevu. You do it with humbleness. Kila binadamu na amhesabu mwenzie, kila mtu amhesabu mwenzie kuwa bora kuliko nafsi yake. Iweni kila mtu asiangalie mambo yake pekee tu, bali kila mtu aangalie mambo ya watu wengine pia. Iweni na nia hiyo hiyo. Unaona, yote hiyo inaonyesha ni Yesu alikuwa nayo. Iweni na nia hiyo hiyo ndani ya nafsi zenu, ambayo ilikuwepo pia ndani ya Kristo Yesu pia, ambaye yeye mwanzo hapo ambao ilikuwemo. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu. Kiswahili cha kisasa kinasema alikuwa, anasema yeye kwa asili alikuwa daima Mungu. Yesu huyu ndio Jesus. Kwa asili, by nature, alikuja ni binadamu. He came as a human being. Lakini kwa asili yake, but by his nature, ni Mungu. He is God. Kwa asili alikuwa daima Mungu. Kwani alikuja duniani? Why he came to the world? Ili kutuokoa tuliopotea. To save us worth. Ilibidi avae miili yetu. So he had to atembee na sisi and walk with us. Hallelujah. Hallelujah. Na asitende dhambi. And not sin. Ambaye yeye kwa asili alikuwa daima Mungu. Lakini hakufikiri kwamba kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kung'ang'ania kwa nguvu. Bali kwa hiari yake mwenyewe. Kwa hiari yake, sio mtu alimlazimisha. Ndio. Aliachilia hayo yote. Akajitwalia, akachukua vazi hali ya namna ya kuwa mtumwa, akavaa nguo za utumwa. Akawa sawa na wanadamu. Akawa sawa na binadamu. Sawa. Ametoka kwenye level ya juu. He came from the high level. Binadamu yoyote, any human, hapendi kutoka level ya juu. He doesn't like to leave the higher rank. Aende chini. To go down. Ni ngumu. It's very hard. Ni ngumu. It's very hard. Binadamu yoyote, any human, hakuna binadamu, there is none man anapenda kutoka level ya juu, who likes to come from the high level and goes down. Kila binadamu, every human, anapambana kutoka level ya chini, is fighting to come from the lower level to go to the upper level. Huyu master, but this master, alitoka kwenye level ya Mungu. He came from the level of God, akaja akawa binadamu, and he became human. Akawa sawa na wanadamu. Akawa sawa na binadamu. Akaonekana kama mwanadamu. Akajinyenyekeza na kutii na kuwa mtii mpaka kufa. Hata kufa msalabani. Sio kufa kawaida. No more death. Kifo cha msalabani kinaitwa kifo cha laana. The death of the cross is the death of curse. Asiye na laana akabeba laana. And the one who was not cursed. Kifo cha msalabani kinaitwa kifo cha aibu. The death of the cross is called the death of shame. Nguo zote. They take off all your clothes mbele ya watu, before people. Lakini akasema no problem. But he said hakuna shida. Hakuna mwanadamu anaweza kufanya hicho. There's no man can do that. Hakuna mwanadamu. No man. Kila binadamu, every human, anatamani atoke chini. He desired to come from below aende juu and go up. Hata kimkuta mwanadamu, even when you find a human being, ana hali ya kufa, is in the state of death. Amechoka. Even the one who is old and amechoka, alikuwa labda commander, alikuwa general wa jeshi, alikuwa kiongozi fulani, akichoka anajaribu kujitutumua kuwa kama alivyokuwa. They still trying to be like the same way. We did this. Enzi zangu, in my times, because there is no man who wants to go down. If only you find me in my times, all that I was doing everything, he desired to be the same. He doesn't want to go down. But Jesus, by his own consent, very few human beings, by his own will, his will, yeah, he became a slave. Alafu akashinda wanadamu wote akawa mtumwa mpaka mtii.
And he became a servant, even oversurpassed all human. And he became obedient up to the death of the cross. And the way he was seen as a human. Kwa sababu hiyo Mungu alimkweza juu kabisa. Alipojishusha kama binadamu akafa msalabani. Ndio. Hivyo Mungu akamkweza and became obedient unto the death. Paka juu kabisa. Kiswahili cha kawaida kisa akamkirimia. Anasema kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno. Akamwadhimisha mno. Akamkirimia jina. Kukirimia ni kukupa zawadi ya juu. Ndio. High exaltation. Yes. Oh my God. Anasema akampa jina lililo kuu. Kupita majina yote. Oh my God. Yote. Yes. Ili kwa jina la Yesu. Kristo. Kila goti lipigwe. La vitu vya mbinguni. Na vya duniani. Na vya chini ya nchi. Ndio. Na kila ulimi ukiri. Yani saa ile Yesu anakufa msalabani pap. The moment Jesus died at the cross. Pale Mungu akachukua kicheti cha jina. And the instant God kaangalia majina yote akachukua jina linalopita majina yote. He took the name above all names. Majina yote vyote ni majina tu. All titles is just names. Urais ni majina. A president is name. Commander general ni majina. General command is also a name. Kila kitu. Everything. Ubunge ni majina. Yeah. Member of Parliament is a name. Professor ni majina nayo. Professor also is a name. Daktari ni majina. Doctor is a name. Yana heshima yake. They have their own honor. Mungu akaangalia yote akasema yote achana nayo. All that is, they leave those. Akachukua jina la Yesu, jina lake Mungu mwenyewe. The name of himself. Jina la Yesu ni jina la Mungu. The name of Jesus is the name of God. Akampatia. And he handled it over to him. Jina linalopita majina yote. The name that surpasses all other names. Alipewa akiwa amekufa msalabani. He was given while he was dying at the cross. When he alipotoa uhai wake, when he released Mungu akasema nimekupa jina. God said, I've given you a name. Yes. Ndio maana alipokata roho tu. That's why when he died, Bible inasema nchi katetemeka. The Bible says the land was. Kuna jina. There is a name. Oh my God. Ndio. Nchi katetemeka. And there was an earthquake. Miamba ikapasuka. And the rocks rent. Kwa nini? Why? Jina limeletwa. The name was brought. Jina limeachiliwa. The name was released. Pazia likapasuka. And the curtain was ruptured. Why? Kwa nini? Utisho wa jina. The fear of the name. Maiti zikafufuka kutoka makaburi. And the dead were raised from the grave. Kuna mtu amepewa jina. There is the man who is given a name. Haijawahi kutokea. It has never happened. Kuna mtu amepewa jina. There is the person who is given jina. Who gave him his name? Mungu wa mbinguni. Heavenly God. Ndio. Ayaya. Yes. Ayaya. Amen. Oh. Shakataba. Katika mlima wa Mungu, at the mountain of the Lord, vitapatikana tu. They shall be provided. Katika mlima wa Bwana, the mountain of the Lord, imeandikwa itapatikana. It is written, it will be provided. You get rich. Utafanikiwa tu. You prosper. Utapata kazi tu. You get a job. Lazima upandishwe cheo tu. You must be promoted. Lazima uteuliwe tu. You must be elected. Katika mlima wa Bwana, at the mountain of the Lord. Yeah. Jina la Yesu ni jina. The name of Jesus is the name. Mungu akampa jina mwanae. And God gave the name to his son. Anaposema imekwisha, when he say it is finished, na jina limeshushwa, and the name was descended. Na ndio maana alipopewa lile jina, that's why when he was given that name, Bible inasema alienda kuzimu akafuta kesi. The Bible says he went to hell and erased alienda akafuta hati ya mashtaka. He went there and erased the miamba ikapasuka, and rocks rented. Milima ikatikisika. And the mountains shook. And graves were opened. Kuna mtu amepewa jina. There is a man given a name. Akashuka kuzimu. He went to hell. Shetani akapiga magoti. And Satan kneeled. Maana kila kitu kitapiga magoti. Everything will kneel. Mapepo yakapiga magoti. Demons kneeled. Akasaleta funguo. He said, bring the keys. Hallelujah. Akachukua zile funguo. And he took the keys. Akachukua mamlaka. And he took authority. Akarudi nayo. And he went. Akasema nimepewa mamlaka yote. He said, I'm given all the authority. Mbinguni na duniani. In heaven and on earth. Hakuna kitakachowadhuru. There is nothing will harm you. Nimepewa kwa ajili yenu. I'm giving it for you. Yesu hata jina alilopewa. Jesus Christ, even the name that was given, he took it. Eti akatupa sisi. And he gave it to us. Hallelujah. Ilikuwa jina la Yesu.
It was the name of Jesus. Tuponye wagonjwa. To heal the sick. Pepo. We cast out devils. We pull down the ways of darkness. Deliver families. Hii ni operation komboa familia. This is operation deliver families. Na familia yako inafunguliwa. And your family will be delivered. Ni kwa jina la Yesu tu. It's by the name of Jesus only. Nyumba yako inafunguliwa. Your house will be delivered. Familia yako inafunguliwa. Your family will be delivered. Ukoo wako unafunguliwa. Your clan will be delivered. Watoto wako wanafunguliwa. Your children will be delivered. Mashamba yako yanafunguliwa. Your farms will be delivered. Biashara zako zinafunguliwa. Your businesses will be delivered. Oh my God. Hallelujah. Kazi yako inafunguliwa. Your job will be delivered. Hii ni operation. This is operation. Komboa familia. Na Kiswahili cha kisasa mtume anasema ndio, ili kwa heshima ya jina la Yesu. Kwa heshima ya jina la Yesu. Viumbe vyote mbinguni. Viumbe vyote mbinguni. Viumbe vyote duniani na kuzimu. Mpaka huko kuzimu. Vipige magoti mbele yake. Hallelujah. Ndio. Ribobo shababa. Hallelujah, glory. Ori mandabos. Hallelujah. Ndio maana naona majoka yanakufa manyumbani mwa watu. Vitu vya giza vinateketea. Things of darkness are burned. The name of Jesus. Soma tena hapo. Ili kwa heshima ya jina la Yesu. Kwa heshima ya jina la Yesu. Viumbe vyote mbinguni. Mbinguni vyote. Na viumbe vyote vya duniani viumbe. Na kuzimu. Anasema viumbe. Sio kila aliye mbinguni. Viumbe vyote. Viumbe vyote. Ndio. Mungu hajaumbwa. Ndio. And God is not created. Mungu sio kiumbe. God is not a creature. Mungu ni Mungu. God is God. Hallelujah. Amen. Shetani ni kiumbe. Satan is a creature. Listen. Sikiliza. Mapepo ni viumbe. Demons are creatures. Malaika ni viumbe. Angels are creatures. Wazee 24 ni viumbe. Even the 24 elders are creatures. Viumbe. And the 4 living creatures. Mungu sio kiumbe. God is not a creature. Mungu ni muumbaji. God is a creator. Uliumba haukuumbwa. You created, you are not created. Uliumba lakini haukuumbwa. Jina lako Emmanueli. Ayaya. Hallelujah. Pokea. Receive. Raba shaka. Hallelujah. Nasikia upako. Feel the anointing. Nasikia upako. Feel the anointing. Madhabahu imefika nyumbani kwako. The altar have arrived to your house. Bila kujali dini yako. Without caring about Yesu hajanituma kwa watu wa dini fulani. Jesus did not send me to Yesu amenituma kwa watu wote. Jesus has sent me to all people. Una dini yako, mimi sina shida. You have your religion, I have no problem with it. Dini yako ni dini yako. Your religion is your religion. Mimi nimeleta Yesu akusaidie. I have brought Jesus to help. Madhabahu ya Mungu ikusaidie. The altar of God to na leo unasaidiwa. And today you'll be helped. Hili jina this name halikupewa dini fulani. It was not given to a religion. This name halikupewa dhehebu fulani. Was not given to hili jina ndio alipewa Yesu Kristo. Was given to Jesus Christ. Akatupa watu wake. And he gave it to his people. Hallelujah. Nasema muombe kwa jina langu. Say pray by my name. Toeni pepo kwa jina langu. Cast out devils by my name. Kwa jina langu fufueni wafu. And by my name resurrect the dead. Ponyeni wagonjwa. Heal the sick. Kwa jina langu. In my name. Nimewapa. I've given you. Nimepewa mamlaka. I'm given authority. Nimewapa. And I've given it to you. Leo ni operation komboa familia ya baraka. Today is operation deliver. Mungu yuko tayari kukusaidia. God is ready to Mungu help. yupo kukusaidia. God is there to help you. Bible inasema Mungu atakuletea wokovu wewe na watoto wako. The Bible says God will bring salvation to you and your mataifa watajua. And the Gentiles will know. Ya kwamba Mungu wa Yakobo. That God of Jacob. Ndiye mkombozi wako. Is your redeemer. Tuone shuhuda kidogo. Let us see a few testimonies. Shuhuda zitaanza za madhabahuni. Asifiwe. Mimi nashukuru kwa Mungu. Unashukuru nini? Nashukuru alionitendea. Ndio. Na miaka miwili. Ndio. Kwa hiyo kwamba nani umeme ulikatika. Umeme ulikatika miaka miwili yote. Miaka miwili zote. Ndio. Mwanamke ambaye nilimposa akatoroka. Ulikuwa umeposa mwanamke? Nilikuwa nikaposa mwanamke. Ulimposa akatoroka kwa sababu hakuna umeme? Hakuna umeme. Kwani wakati umemposa ulikuwa umemchukua mkaenda naye nyumbani? Nilienda naye nyumbani. Baada ya kuja nyumbani umeme ukawaka siku 2. Basi
Kwa hiyo akakimbia. Ukakata. Ulipokata mimi nikaanza kutembea kwa alikuwa naumwa naye. Alikuja hapa. Nikaja baada ya kumsalimia tulikaa mwezi mmoja. Ndio. Akapona. Alikuja hapa. Tukaenda nyumbani kwenye kanisa ile. Kwenye kanisa ile ya kule. Ya kule. Alipona. Alikuwa anaumwa nini? Yaani alikuwa na mazingira tu kwa kuvimba mguu, unavuja maji. Mguu unavuja maji, hata ndoo ndogo inajaa. Yuko wapi sasa? Yeye sasa hivi amepona, yuko nani Mlogolo. Ameshapona. Pigieni Yesu makofi. Tuambie. Sasa na mimi ikaja kwanza matatizo hayo nikayaona sasa. Ya umeme. Nimezunguka lakini nikaona kama siji niende Dar es Salaam. Basi akawa natumia na pewa maji na mafuta. Jaribu lakini basi ikabidi kwamba nifanyaje? Kwa mwaka huu ukazi wa ulikuwa umelala wapi? Nirudi nyumbani hapa mlipofikia? Dar es Salaam nilipofikia. Baada ya kutoka kwenye maombi. Baada ya kutoka kufuta kesi, nikaenda nikaona kesi. Uliandikaje hiyo kesi? Niliandika kwamba niliandika mimi nasumbuka kwa nini umeme unakatika tu ovyo ovyo. Ukaandika umeme urudi. Urudi umeme. Ukachana. Uliporudi nyumbani? Nikarudi nyumbani kulala usiku nikaona umeme unawaka. Nawe pokea. Kyoto received. Amen. Basi niona kama nimeshukuru sana ndio umekuja kushukuru. Nimekuja kushukuru. Sasa yule aliyemchumbia yuko wapi? Yule aliyemposa alikimbia. Yule alikimbia sasa, kwa hiyo sasa hivi nimetafuta mwingine. Nimetafuta mwingine. Umepata? Sasa kwa hiyo sasa ni ngoma moja kwa moja. Umepata mwingine tayari? Nimeposa mwingine. Mambo mazuri. Nimeposa mwingine. Sasa nikaona kama koja niende kwa kumamposa. Umefanya vizuri. Njoo hapa. Arise. Msiogope. Kwa majina naitwa Mwansiti Mwalimu Asumani. Mwansiti Mwalimu Asumani, natokea Tanga. Ndio. Mtume, mwaka jana nilipata changamoto ya mtoto wangu. Ndio. Nilisomesha kwa shida, nikahangaika, akafanikiwa, akapata kazi serikalini. Ndio. Alienda kuanza kazi tarehe 17 ya mwezi wa 10 mwaka jana. Kufika tarehe 1 ya mwezi wa 11 nikapigiwa simu, mtoto anaumwa, anachoumwa akijulikani, akiwa amepangiwa Zanzibar. Amepangiwa kazi, anaenda akaanza kuumwa. Ndio. Nikavuka mimi nikaenda Zanzibar. Ndio. Nilipofika kule nikakuta mtoto haongei. Hivyo alivyolala ndio hivyo, amtambui nani aloingia. Nikauliza wenyeji, wakasema wameanza kumpeleka hospitali lakini hana kitu chochote ambacho kimeonekana. Ndio. Akaja baba wa mtoto ambaye nimezaa naye. Akasema mtoto wangu nampeleka kwa mganga kienyeji. Nikamwambia mimi kuna madhabahu ambayo naiamini. Akanambia huko unakokwenda ndiko kulikosababisha mtoto wangu akawa hivi. Tukaanza kuminyana na babake. Akaja na mama yangu mzazi. Nikategemea labda atanipa supporta mimi kama mtoto wake, lakini akawa yuko njia moja na baba wa mtoto, kwamba waende kwa mganga. Ndio, wakamchukua mtoto wakampeleka kwa mganga. Mtoto ameenda kwa mganga, amekaa miezi 4. Haponi. Hivyo alivyolala ndio hivyo akikaa naegemewa,
Picha ndio huyo hapo. Yule pale ndio. Hapo yuko kwa mganga? Ndio. Na yule ambaye amemwekea. Subiri, huyo aliyeweka hicho ni nani? Yule ndo alowekewa kichwani ndo mgonjwa, yule wa nyuma yake ndo mtoto wangu wa pili. Yule alovaa suruali nyeupe kule nyuma ndo mganga. Huyo ambaye picha haionekani? Ndio. Na hicho alichoweka ni nini hicho? Pembe lile. Yaani unaweza kuwa mshirikina bila kupenda. Ukaanza kushirikishwa uchawi bila kupenda. Matatizo yanawapeleka watu mbali sana. Problems bring people very far. Kwa hiyo nini kimetokea sasa? Mtoto aliendelea kukaa pale bila mafanikio. Mtoto wangu ule wa nyuma pili yake akaniambia, mama, mbona wakati una biashara ulipata kesi ukakaa magereza miaka 3, lakini ulitoka kwa kupitia mafuta ya upako na maji? Mafuta ya upako? Ndio. Akanambia, wewe ndio ulituzaa, sio baba. Kwa hiyo kinachohitajika nenda kachukue alafu njoo hapa. Ulete mafuta. Ndio. Mimi nikaja hapa nikachukua mafuta. Nilipofika kule kwa mganga. Ndio. Ukampelekea kaka yake? Nikampelekea pale kwa sababu niliambiwa nisifike pale. Uliambiwa usifike? Ndio. Kwa mimi nilienda nikamkuta mamangu mzazi, nikamkuta baba yule mtoto. Mimi nilipofika nikamwambiaje? Namkuta mtoto ndo anatibiwa. Nikamwambia leo na mimi nimekuja na tiba yangu. Ndio. Tutachuana hapa hapa. Mbele ya mganga. Ndio. Ukawaambia tutachuana? Tutachuana. Nikamwambia mimi sina njia ya reverse. Tutachuana leo. Akasema nataka niangalie mafuta na tunguri yangu. Nani wewe? Mganga? Mganga. Mtume mimi nilijiwa na ujasiri nikachukua chupa ya maji nikammwagia mtoto wangu kichwani. Hapo. Alafu nikachukua tena mafuta nikaenda nikayamimina kwenye mfuko wa yule mganga. Kwenye mfuko wake? Mfuko wenye dawa? Ndio. Kwenye madawa? Ndio. Tulipotoka pale mganga nikaanza akawa anaropokwa. Akaanza kuropoka? Kuropokwa. Usiku ile tukaa hatuna usafiri wa kuondokea, tukalala. Wakati tumelala asubuhi na mtoto wangu nimempaka mafuta usiku kwenye nyayo, nikamwambia leo utanyanyuka. Wewe mwenyewe utatembea, si utembei wewe? Wewe utatembea. Mtoto asubuhi mtume alianza kutembea. Asubuhi ndio, picha nimewapa ile pale. Ndio huyo? Yule pale ndio. Hapo ni nyumbani kwa mganga? Ndio. Pigia Yesu makofi mazuri. Moto utawaka mpaka kwenye nyumba za waganga. Fire will burn even to the houses of witches. Arise. It's shine. Baada ya hapo wakati nimeamka asubuhi mtoto ndo anaanza kutembea. Naangalia chini ya mvungu kwenye kitanda alichokuwa kalazwa mtoto, kuna ungo. Ule ungo una dude limekaa kama mbuzi lakini ana viganja vya binadamu. Nimewapa pia media pale. Chini ya ungo? Chini yuko kwenye ungo. Zile ni nyama alizitapika mtoto baada ya kumpa mafuta. Alitapika nyama? Alitapika zile nyama nyeusi 3. Nyama kabisa? Alafu lile dude yule pale yule mnyama ndo alikuwepo chini ya mvungu wa kitanda. Anafanana na mtoto wako? Amefanana na mtoto wangu. Ni nani aliweka? Nilipomuuliza mganga sasa nikaamua nichachamae, wakaenda wakamleta mwenyekiti wa kitongoji. Wakamleta mwenyekiti? Nikamwambia huyu ni mtoto wangu, mimi siogopi mwenyekiti wala mgambo leo. Kwa hiyo kilichotokea pale mtume, mganga akajitetea akaniambia lile duda linatoka amelileta bibi yake, yani mama yangu mimi. Kumfuata mama akanambiaje? Nataka nikwambie kama ulitoka tumboni kwangu, anajigusa hivi. Ni marufuku mtoto kumpa mafuta ya Mwamposa. Na ukimpa mamangu, ukimpa mafuta utatafuta mama aliyekuzaa. Nikamwambiaje? Mimi naitegemea nyumba moja tu ambayo iko Tanganyika Packers. Sina nyumba nyingine ambayo naitegemea. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa hiyo mtoto amepona, mtoto wangu, lakini bado bibi yake ndio hataki kukiri upako. Kwa hiyo mtume, mimi mtoto wangu siku ile nikapanda naye gari kutoka kwa mganga nikaenda naye Tanga. Nilipofika Tanga nilikuwa nina kiwanja, nilijenga nyumba ambayo kiwanja alinipa mamangu mzazi. Ndio. Akanambia kuanzia leo ng'oa nyumba uniachie kiwanja changu. Nikamwambiaje? Kule Kawe
nilifundishwa hivi, hakuna njia ya reverse. Hakuna reverse? Hakuna. Aha. Kwa hiyo mtume, mimi niliondoka nikaenda nikapanga chumba hiki. Chumba kimoja? Kimoja na watoto wangu 3. Lakini Mungu alinifungulia. Sasa hivi nimejenga nyumba 3 double. Tayari. Aya. Sema no reverse, no reverse, no reverse. No reverse. Hiyo rudia, hiyo nyumba ni umejenga? Ile pale ndo najenga, ile pale ndo noka mwenyewe. Unakaa umejenga? Ndio. Ile pale ya wapangaji. Pokea na wewe. Receive it. Aha. Namshukuru Mungu mtume. Mtoto wangu amepona, yuko mzima, yule pale. Ndio huyu. Wow. Aha. Amepona, leo nimekuja kumshukuru Mungu na kutoa shuhuda, na pia nimenunua gari. Umenunua gari? Ndio, kesho naifuata bandarini. Umeifuata bandarini? Yeah. Njoo hapa. Shuhuda ya kwanza, mke wangu alipata stroke. Watu wakachanganyikiwa, lakini kwa sababu mimi nilikuwa nimeshapata mafundisho ya hapa, ndio nikaliona hilo sio tatizo. Ndio nikamwambia hili Yesu ataondoa. Ukamwambia hili Yesu ataondoa? Yesu anaondoa. Hiyo ni sehemu ya kujua, kuanza kujua zaidi. Baada ya kudhibitisha kwamba, tulipoenda hospitali, baada ya kudhibitisha kwamba hii ni stroke, nikarudi nyumbani. Nikamwambia kupitia mafuta ya upako na maji utanyanyuka na kutembea. Ndio. Na sasa hivi ndani ya miezi 2 anatembea, na nimekuja naye hapa. Yuko wapi? Yuko hapa. Mwambie njoo honey. Honey njoo. Nani mtenda miujiza? Njoo mama. Adui alikuwa atembei kabisa. Alikuwa atembei. Ugali nimepika sana mimi. Umepika mwenyewe? Sasa kama mtu hawezi kupika, hawezi kufanyaje, mimi nafanyaje? Kwa sababu nampenda nikaamua nipike. Amen. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Njoo mama, karibia na mume wako hapa. Haya, tuendelee tena na mwingine. Shuhuda ya pili, mimi nilisimamishwa kazi. Ndio. Mke wangu anapata stroke, nikasimamishwa kazi. Lakini kupitia neno la mwezi wa 5 la tatizo lako lina faida ndani yake. Litazaa faida. Litazaa faida. Watu waliposikia nimesimamishwa sehemu, walianza kuhangaika kutafuta namba zangu za simu. Na sasa tayari nimeshapata kazi. Umeshapata kazi nyingine? Na nishakabidhiwa gari na funguo nimekuja nayo. Pigia Yesu makofi. Nyingine. Ya 3. Shuhuda ya 3. Nilikuwa naumwa na kisigino. Ndio. Yaani nilikuwa siwezi hata kuvaa kiatu. Lakini kupitia makongamano na ibada zilizokuwa zinaonyeshwa live wakati wa corona, nikiwa nyumbani naangalia TV, uliposema nikawa nimekusanya na jirani zangu wako pale tunaibada. Ukawakusanya kwenye ibada? Kuna wengine walipata mapepo hapo lakini yakaisha. Wakati pia kwenye TV wengine walianguka pale pale. Wakafunguliwa. Na mimi uliposema kila mmoja ashike alipokuwa anaumwa, nikashika kisigino. Ndio. Baada ya ibada, mauvibi tena, kwa heri na kiatu saizi navaa kiko mguu. Pigia Yesu makofi. Mama, umefurahi? Nimefurahi sana. Nani amekuponya? Yesu. Haleluya. Weka mkono wako hivi, mwingine hivi. Hivi. Alafu fanya inua juu mikono yako yote miwili. Thank you Jesus for your healing power in Jesus name. Amen. Sema nimepona. Nimepona. Nani amekuponya? Yesu. Inua juu. Okay. Hallelujah. Bwana mzee, umefurahi? Nimefurahi sana. Nani mponyaji wa familia yako? Asi Yesu. Amen. Na ukimjua Yesu, amen, kila kitu kitakufuata. Pigia Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namshukuru Mungu kwa alichonitendea. Napenda kutoa ushuhuda huu. Nimehangaika na uvimbe kwenye kizazi miaka 3 tangia 2014. Ndio. Mpaka 2017 ambapo ni 2016 nilishauriwa na wifi yangu kwamba nimehangaika sana kwa waganga kienyeji, kwenda Tanga, kwenda Mbeya, kila sehemu nimezunguka. Mpaka Mbeya ulienda?
nimezunguka. Baada ya hapo nilikutana na wifi yangu, nilienda akanishauri kwamba twende Sinza Vatican kwa maposta. Nilipokanyaga kwenye madhabahu, ilikuwa kongamano la wanawake na uzao. Nilipokanyaga kwenye kongamano hilo nilifanikiwa, baada ya mwezi mmoja nikapata ujauzito. Subiri. Ulikuwa na uvimbe? Nilikuwa kwenye uvimbe. Kwa miaka mingapi? Miaka 3 pia nilikuwa nimeolewa tangia 2014. Na hiyo na huo uvimbe kuna zuia usipate mtoto? Kwa miaka yote hiyo? Ndio. Baada ya kufika Vatican pale kwenye huduma? Ndio, nilifanikiwa kubeba mimba. Ukabeba mimba? Ndio. Na uvimbe ukaenda wapi? Ndio, ukatoweka. Pigia Yesu makofi. Na mtoto yuko wapi? Huyu hapa. Ameshakuwa mama. Njoo naye hapa. Amen. Anaitwa nani? Anaitwa Sofia. Sofia. Ndio. Ukupata mtoto kwa sababu ya uvimbe muda mrefu. Ndio. Madaktari walisemaje? Wanaambia una uvimbe. Kwa hiyo huwezi kupata mtoto. Ndio, tumia dawa labda utaisha ndio utapata mtoto. Sasa aliyekuleta pale nani? Aliyenishauri hivyo ni wifi yangu, yeye alikuja jana, mimi jana sikupata. Ukafika pale? Ndio, nilifika Sinza. Baada ya upako nilipokea. Uvimbe ulikuwa kwenye kizazi. Ulienda wapi sasa? Ulitoweka wote na mwezi huo nikapata mtoto. Ukapata mimba. Anaitwa nani huyu? Anaitwa Sofia. Nilisimanga sana na rafiki, nilichekwa kila ninapo. Ulichekwa sana? Ndio, nilikuwa sitaki hata kutoka nje kwa sababu miaka yote ya 3. Nani amekuponya? Mungu. Amen. Sasa unataka kingine tena? Nataka mapacha wa kiume na wa kike. Sofia, ninakubariki utakuwa kimo na hekima ukimpendeza Mungu na wanadamu. Nyota yako ikang'ae. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Margaret John kutoka Shinyanga. Ndio. Nilikuja hapa mwaka jana mwezi wa 10. Ndio. Nilikuwa na shida sana. Mwanangu alikuwa chuo, nilikuwa sina ada hata ya kwamba nitapata sehemu gani. Lakini baada ya kutoka kule nilikuja hapa kwa machungu baada ya kusikia kuona kwenye TV kule Shinyanga. Ndio. Nikaja hapa nikaandika, ukatushika mkono. Uliandika nini? Niliandika kwamba mwanangu ainuliwe apate mtu wa kumlipia ada. Ndio. Baada ya hapo nilipofika hapa nikakanyaga mafuta, nikala keki. Baada ya hapo nikawa nimerudi Shinyanga. Niliporudi Shinyanga mtoto akawa ameenda chuo. Alipoenda chuo akaenda kwa mkuu wa chuo akaambia, "Mbona wewe haudaiwi?" Basi mimi nikapiga magoti nikasema kweli madhabahu hii inajibu na inasaidia sana. Umeenda shuleni kwa mkuu wa chuo wa shule? Ndio. Mtoto anaambiwa? Akaambiwa haudaiwi kabisa. Na alikuwa anadaiwa. Alikuwa mwaka wa 2, sasa hivi ndio yuko mwaka wa 3. Alikuwa hajalipa. Na nilikuwa anaenda kula naambiwa umelipa. Akaambiwa kwamba umelipa. Wewe udaiwi, nenda. Basi baada ya hapo mimi nikapiga magoti nikamshukuru Mungu. Na ninaamuru miujiza hiyo itokee kwa watu wengine. Kwa habari ya madeni yanayokusumbua, Mungu afanye njia nyepesi kabisa. Nenda mkafanikiwe. Arise. Usiogope. Amen. Kwa majina naitwa George Luhende tokea Tabora. Mtume, upele umeharibu mguu wangu. Nini? Upele uliharibu mguu wako? Uliharibu mguu wangu. Ndio. Kwa siku moja. Mguu wangu ulivimba, yani kwa mkubwa kama jagi yani. Mpaka ukaoza. Hospitali sikuenda, lakini niliita madokta kuja wakazitoa zile nyama zilizo. Ulioza? Ulioza kabisa. Mwingine. Huo ni mguu? Ule mwingine. Ulikuwa umeoza? Hapo ndo huo. Sasa hiyo ndio picha ya kwanza. Ulikuwa hivyo? Ulikuwa hivyo. Babangu mdogo akanijia, nikaenda Dodoma. Baada ya kushika remote kubadilisha ndo nikakuona wewe kwenye TV. Ulienda hospitali? Sikuenda. Maana mganga ananitibu, bundi wako juu ya mganga. Ulienda kwa mganga? Akakutibu? Alikuja kwangu. Ananitibu, bundi wako juu ya bati. Wakati anakutibu bundi wanasimamia? Wako juu ya bati. Nikasema hapa siendi hospitali hapa. Wakati nikawa nabadilisha remote nikakuona wewe, nikasema huyu nani? Nikawauliza. Wakati unabadilisha remote kwenye TV? Ukaniona? Nikakuona, nikawauliza pale nyumbani, huyu ni nani?
wakasema huyu ni mtume Mwamposa. Ndio. Nikasema ngoja nijaribu na mimi hapa. Nikasikiliza shuhuda, ukatangaza kongamano Jumapili. Na mimi nikashika imani ngoja nijaribu na mimi. Nilikuwa natembea Magongo. Ulikuwa unatembelea Magongo? Nilikuwa sitembei yani. Ni wewe pale? Nikasikiliza Jumapili, ukaanza kuhubiri neno lako, ukaanza kuachilia upako. Pale pale nikaachia Magongo nyumbani. Pale pale nyumbani? Pale pale. Pigia Yesu makofi. Baada hapo nikaanza kuosha kile kidonda maji ya upako, kuandika maombi 12 na nini kimetokea sasa? Mguu wangu baada hapo kidonda kikaanza kupungua kwa kasi. Pale nyumbani wakasema huyu Mwamposa ni mchawi. Wakati nyumbani wakasema huyu Mwamposa naye ni mchawi. Ulipopona? Yani kidogo tu kifunge kibakia kidogo. Ndio kifunge wakasema huyu ni mchawi. Nyumbani? Nikaacha tena kufuatia maombi. Ukaacha? Nikaenda kwa mganga. Mnasikia hapo? Kuna watu wanacheza na wewe. There are people playing. Wanaweza kukuambia kinyume cha madhabahu, kumbe ndio wanaona mlango wao. They can tell you against waliokuwa nakupigia umefungwa. Because they see that they are ili wafungulie mlango tena. So that you may open a door again. Mtume yule mganga yani akikwambia njoo nikutibu, unapeleka kuanzia 150,000 na kuku, anakuwekea dawa, analeta tena wale waganga wenzake. Kuna waganga wa Tanga wamekuja kama 2. Akawaleta. Akaniambia njoo, akatengeneza ungo. Akakifunika, akaniambia wewe umechukuliwa nywele, umechukuliwa kucha, maji ulioogea. Akapewa yule nyoka, akawekewa yala, akayatamia kama mayai. Ndio maana mguu unachemka na vimba. Tukampelekea, akaanza makarate yake hapo, akatoa lile konokono. Akasema tulipasua uangalie. Nikamwambia pasua. Alipopasua kuna madawa, kuna viwembe. Mimi yani nisema ngoja tuone. Niliporudi nyumbani tena mguu ukavimba. Ukarudi tena? Akasema kuna kitu njoo tuje tukimalizie. Nilipoenda mtume yani nilikuwa kama mchawi yani siku hiyo. Alininyoa utasini akaniwekea pembe. Na mabegani akaniwekea pembe kila kona yani. Akakufunga pembe kila kona? Mtume mwili wangu yani ulikuwa yani kama sijui nimewekea ni utosi unadunda hivi yani. Mguu umekasirika, umevimba. Nikajiuliza hivi kwa Mwamposa nilitembea siku moja tu, kinachonihangaisha ni nini? Kaanza kufuatia maombi, ninatubu, Mungu naomba unisamehe, nimekukosea. Nikaanza kufuatia maombi, ndo nikawa mguu wangu kawa umetulia kabisa, ukaacha kuvimba. Ukaacha kuvimba? Ndo nikafunga safari ya kuja huko. Nimekuja huko tarehe 1 mwezi wa 3. Nimekuja mtume yani sina viatu. Ulikuwa umevaa viatu? Natembea peku kabisa yani. Ndio. Madhabahu ilikuwa kule. Nikaanza kufuatia maombi, yani kongamano, kila kongamano sijawahi kuacha. Nini kimetokea? Mguu wangu umefunga mtume. Kabisa? Tuone. Njoo hapa. Aya. Nani mtenda miujiza? Nani mponyaji? Huyu alikuwa anakatwa miguu, lakini Yesu amemponya. Alafu wakati anapona mwanzoni wakamuita wakasema Mwamposa naye nini? Akaenda kwa waganga. Kumbe wenzake walikuwa wanamwambia huku tunashindwa, ukienda huko tunashindwa kukupiga. When you go there we fail to strike you. Ameenda kwa waganga, wamefunguliwa milango. You went to witches, they utarudi tena kwa waganga? Hamna mtume. Yani naomba unisaidie mtume, yani ukoo wangu hamna mtu yote aliyeokoka. Umefunguliwa wewe, utakuwa wa kwanza kwenye familia kuanza kuonyesha matumaini na mafanikio katika familia. Utukufu kwa Mungu aliyekuponya, nenda ukafanikiwe. Mpigie Yesu makofi. Kama ulivyoona na kusikia, as you have heard and heard, Bwana ametenda,
It's the Lord who have done na it. Bwana anakutendea. And the Lord is doing Siku ya leo today ni siku yako. It is your day. Hii ni operation. This is operation. Twende tuone shuhuda za kwenye WhatsApp. Let us go see the testimony. Zitakwenda mafungu kwa mafungu. They'll go groups by groups. Pokea upako. Receive. Mwambie Mungu na mimi leo ni zamu yangu. Tell God today. Shuhuda chache tu. Kwa jina naitwa Ruhende Matias, natokea mkoa wa Tabora, wilaya ya Sikonge. Kwa kweli napenda kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Mtume Mwamposa. Baada tu ya kufika kwenye madhabahu ya Inuko Uangaze, Mungu alinifungua upya. Maana nilikuwa ninavuta bangi kwa muda mrefu. Mwaka jana mwezi wa 6 niliweza kufika kwenye madhabahu ya Inuko Uangaze na mtume alinibariki na nikaweza kuachana na bangi kabisa. Nimefungua biashara, ndio hii hapo unaiona, lakini pia mke wangu alikuwa na mapepo, lakini baada ya kufika kwenye madhabahu ya Inuko Uangaze mapepo yote yamepotea. Kwa kweli Mungu amenitendea pakubwa mno. Mtumishi wa Mungu ubarikiwe sana baba, na bado naziona baraka za Mungu juu ya maisha yangu. Amen. Amen. Ameanza kwa kusema arise, usiogope. Kwa majina naitwa Mpuya Simon kutoka Kigoma, wilaya Uvinza. Mtume namshukuru Mungu baada ya kumwaga maji ya upako na mafuta ya upako kwenye duka langu. Mtume nge alikufa hapo hapo na alifia sehemu ambayo wateja huwa wanasimama. Mafuta ya upako na maji ya upako hakika amenitendea. Baada ya kufa huyo nge, nimefunguliwa kwenye mauzo yangu mtume. Nilianza kukuona mauzo ya shilingi 70,000, nikawa nahisi kama ninauza sana. Kumbe nilikuwa ninaibiwa mtume. Lakini baada ya upako mtume, sasa hivi nauza 300,000 mpaka 350,000. Namshukuru Mungu wa madhabahu Inuko Uangaze amenitendea kwa kweli. Amen. Kwa jina naitwa Alodia Simon, niko Tabora kwa sasa, lakini ni mzaliwa wa Bukoba. Namshukuru Mungu kwa maombi, baada ya upako mtume nimefunguliwa. Mtume nilikuwa nafuatilia kwenye TV na nikatumia maji na mafuta ya upako. Tangia mwezi wa 7 nilianza kuumwa, nilikuwa na changamoto kwenye kizazi, nikadhania ni UTI. Kumbe hamna. Nilivyoenda kwenye vipimo nikaambiwa kizazi changu kina wadudu. Nikatumia dawa bila kupata nafuu. Siku ya Jumapili nilifuatilia ibada kuanzia majira ya saa 4. Baada ya kufuatilia tu ibada, nipo nyumbani kwangu nikasikia kitu kimetoka sehemu zangu za siri. Nikadhania nimeingia kwenye siku. Kumbe ni kitu cha ajabu. Kina macho na pua, kina masikio kwa chini kama limnyama. Mtume maumivu, baada ya kutoka tu hicho kitu, maumivu ya maisha pale pale. Namshukuru Mungu nimefunguliwa. Amen. Kwa jina anaitwa Christina Kambanga, niko Masasi mkoani Mtwara. Nina shuhuda ya huyu mtoto wangu, anaitwa Amani. Niloipata wakati nimepata ujauzito huyu mtoto, nikaanza kuumwa homa za ajabu ajabu. Nilipopimwa nikaambiwa sina damu. Damu yangu ipo 5.9. Ujauzito ukawa na miezi 8, ulienda mpaka ukafika miezi 8. Mtume nikaambiwa niwahi hospitali kubwa, nikaekewe damu, nikilala hata siku moja nitakufa. Ndio kipindi hicho mtume nikaifahamu madhabahu Inuko Uangaze kupitia TV. Ilikuwa ni siku ya kunywa damu ya Kristo na kula mwili wa Kristo. Mwaka jana nikainua soda kwa imani. Uliposema kunywa, sasa na mimi nikamwambia Mungu nisaidie na kunywa damu ya Yesu kwa imani. Nitakuwa mzima na sitawekewa tena damu na sitakufa. Maana nina jeshi lisiloonekana. Namshukuru Mungu, nimeamka asubuhi nimekuta Kobe amekufa ndani ya choo. Nilitia maji ya upako, nikarudi kupima damu. Siku ya pili nilikuwa na damu 11.9. Namshukuru Mungu nimepona na nimejifungua salama. Mtoto ndio huyo hapo. Mtume ubarikiwe sana. Haya ni matendo makuu ya Mungu. These are mighty works of God. Na Mungu anakutendea na wewe leo. And God is doing it for you today. Leo kwa ajili yako. Today for you. Tusimame. Let us stand. Tuombe pamoja. And pray together. Sema Baba kwa jina la Yesu. Father, in the name of Jesus. Tunaombea maombi 12. Tunaombea for 12 prayers. Maombi tulioandika mwaka huu. The prayers tulioandika this year. Tunaombea ombi la kwanza. We pray for the first prayer. Tunaombea ombi la pili. We pray for the second prayer. Tunaombea ombi la tatu. We pray for the third prayer. Ombi la 4 na la 5. The fourth and the fifth prayer. Tunaombea ombi la 6. We pray for the sixth prayer. Ombi la 7 na la 8. The seventh and the eighth. Ombi la 9. The ninth prayer. Na la 10. And the 10th prayer.
Tunainua ombi la 11. Tunaleta ombi la 12. Mtendee kila mwanaume. Watendee kila familia. Watendee kila mwanamke. Watendee kila waliloomba. Bwana wakashuhudie majibu yao. Za sauti ombea maombi 12. Father, we pray for all the 12 prayer. We pray for the fast prayer to the 12 prayer, oh Lord. For you are God, God who answers our prayer. Let us witness and testify your goodness, Almighty God, through what we wrought, Almighty God. For this year, oh Lord, you are God who answered last year. Even this year, God, you are the same, and you are going to answer our prayers, Almighty God. Father, we lift our prayers to you. We lift our prayers to you for our expectations from you. For you said pray, and you have ordered your servant to tell us to write, and we have written our prayers. Father, we believe the answers that comes from you. For you are the Father who gives the good things without measure, oh Lord. We thank you in Jesus' name. Amen. Where you are, everyone hold the water and lift up your water. Lift up your water. Lift them up. Elekeza kwenye TV, kwenye radio. Direct it on TV or on radio. Maji yako. Your water. Hata kama ni maji ya kutoka nyumbani. Even if they are water from home. Chukua maji ulionayo. Take the water that you have. Kama nayo inayotoka kwenye huduma shika. If you have from ministry. Unayo ya nyumbani kwako shika. If you have the water from your house. Upako na uachilia. The anointing I release. Upako na uachilia. The anointing I release. Wa Mungu aliye hai. Of the living God. Ndio utakaofanya kazi ya kukomboa nyumba yako. Is what will work kuharibu kinachoharibu familia yako. To destroy what destroys your family. Kuharibu kinachojificha kwa siri kuharibu familia yako. What hid in secret to destroy the family. Baba kwa jina la Yesu. Father, in the name of Jesus Christ. Ninakuomba Mungu wangu. I pray, oh my God. Maji haya yaliyoinuliwa majumbani. These waters lifted at home. Na mafuta aliyoinua. And the oil lifted. Maji hayo maji ya upako. May water be anointing water. Mafuta ya upako. And oil be anointing oil. Kuharibu ishara zote za ugiza. To destroy all signs of darkness. Ishara za waganga na wachawi. Signs of witches and diviners. Kuwapiga wazimu waganga. To strike witches with madness. To draw backward the ones with witchcraft and their wise men. Every witchcraft may it be destroyed. All the things of darkness may they be burned. All altars of darkness may they be destroyed. Every stealing spirits may they be destroyed. All their systems may they be destroyed. With the anointing in the name of Jesus Christ. All things of darkness may they be burned. And all the magic may they be revealed. Kwa jina la Yesu. Amen. Take the water and drink. Fungua na unywe kidogo. Open and drink. Moja kwa moja anza kuachilia kwenye upako kwenye baba. And straight away started releasing anointing. As I sprinkle like rusha kwenye kila chumba. Sprinkle in every room. Rusha mpaka chini ya uvungu. Rusha kwenye vitu vinavyokaa makochi. Rusha kwenye kila chumba, kila eneo. Achilia upako, tangaza na achilia upako. Upako wa kuharibu kila uchawi, uganga, ushirikina. Upako wa kichawi, upako wa kiganga. Teketea kwa jina la Yesu. Rabashakata baba. Teketea kila vitu vya giza. Vitu vya giza teketea. Achilia upako. Upako kuharibu kila kazi za giza. Teketea in Jesus name. Kila vitu vya kichawi teketea. Kila uganga uteketee. Kila vitu vya giza, magonjwa kwenye familia yateketee. Kila majengaombe yateketee. Kila vitu vinafanyika matambiko yateketee. Raba bababu shika babu. Teketeza kila giza. Chuma ulete. Kila uganga, madhabahu za giza ziharibiwe sasa. Haribika sasa. Njia za giza ziteketee. Milango ya chawi iteketee, ifungwe. Rababo shaka baba. Kata baba. Kila mitandao aliyoseti kwenye maisha yako iharibiwe sasa. Connection zao za kuchukua maisha yako kiuchumi hizi haribiwe sasa. Maisha yako yanafunguliwa kila eneo. Familia yako inafunguliwa. Watoto wako wanafunguliwa popote walipo. Achilia upako. Achilia upako. Achilia upako. Achilia upako. Achilia fire, 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 fire. Fire everywhere. Fire everywhere.
Fire everywhere. Rapa papaush. Rika papaush. Na viweka wazi vitu vya giza. Na vifunua vitu vilivyojificha. Na vifunua vitu vilivyojificha. Teketea kwa jina la Yesu Kristo. Na viweka wazi kwa jina la Yesu. Kila vitu vya kichawi. Kila vitu vya kiganga. Teketea kwa jina la Yesu. Be burnt in the name of Jesus. Be burnt in the name of Jesus. Be burnt in the name of Jesus. Shaka baba baba, shaka baba baba baba, shikara baba baba baba, ramba baba 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 baba, likata baba baba baba, shitara baba baba, ramba saika baba, shikata baba. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Rabashika baba. Kila mahali kumefunguliwa. Everywhere is delivered. Kila vitu vya giza vimeharibiwa. All things of darkness are destroyed. Mikono ya adui imeteketea. The hands of the enemy are destroyed. Kwa jina la Yesu. Popote pale ulipo. Wherever you are. Mara moja. At once. Shika simu yako. Hold your phone. Bila kuchelewa. Without delay. Kumbuka. Remember. Wakati wako umefika. Your time has come. Wewe kuinuka na kuangaza. Of your rising and shining. Katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Wakati wako umefika. Your time has come. Wewe kustawi. Of you thriving na kufanikiwa. And prospering. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Inua pale ulipo mkono wako kwanza. Lift up your hand first. Weka popote ulipokuwa unasumbuliwa. And lay wherever you are troubled. The Lord is here. Pokea uponyaji. Receive healing. Pokea muujiza. Receive miracle. Pokea uzima sasa hivi. Receive life right now. Ninakemea na kuharibu kila ugonjwa na kila uvimbe. You can destroy every disease. Na usirudi tena. Disappear and never return. Kwa jina la Yesu. Popote pale ulipo. Wherever you are. Popote pale ulipo. Wherever you are. Popote pale ulipo. Anywhere you are. Bila kuchelewa. Without further ado. Chukua. Take. Simu yako inua. Your phone and lift it up. Baba, ninabariki kila simu. Father, I bless every phone. Isilete bara, ilete baraka. May it not bring bad luck, but bring good luck. May it not be a bad luck, but be a good luck. May it come with good news and not bad news. I declare to you in the name of Jesus. 7 days won't pass before you get good news. Before 7 hours you'll have good news. Others before 7 minutes you get good news. Being lifted in economy. Get the job who did not have a job. Be promoted the ones who are not promoted. Good news of your business. Right connection. Right ideas. Receive anointing. Receive anointing. Receive anointing. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. I bless you. I bless your star. In the name of Jesus. Lift up your phone as you're about to give an offering. As you're about to give your offering. As you're about to give the seed of the gospel. Just say I'm also I give my seed of the gospel. I cannot keep quiet. If prayers reach me home, there are those who have given the seed of the gospel. I'm also giving the seed of the gospel. I will never remain where I am. As the ministry lifted, the ministry is not lacking anything, and I will not lack anything. In economy I will increase. I will prosper. Lift it up. Say I'm giving 50,000, 30,000, 20,000, 10,000, up to 5,000. Those are the groups to send the gospel. But there are those saying I'm giving my offering. Take the offering that you have to give to God. All your things. Lift up your phone. Father, I release blessing in these people's lives. I declare to you in the name of Jesus, you are blessed. You will increase. You won't decrease. You multiply in economy. You won't be divided. You multiply. In the name of Jesus Christ. From now, you'll have a great attraction in business, in economy, titles, jobs, in politics. Receive the great attraction, the wonderful favor. May it be upon you. You'll be overwhelmed with customers. You even fail to handle them by yourself and look for people to help you. I release blessings upon you. Receive kibali mara mbili. Amen. Anza kutuma sasa. Start sending now. Moja kwa moja. Straight away. Kwenye nambari hizo. In those numbers. Ambazo ziko pale kwenye screen. Which are there on the screen. Na mhudumu anakutajia moja baada ya nyingine. And the presenter will mention one to the other.
Receive anointing. Pokea kibali. Receive favor. Pokea neema. Receive grace. Pokea kuinuliwa. Receive a lifting. Jina la Yesu Kristo. The name of Jesus Christ. Na iwe nuru. May it be light. Na iwe baraka. May it be a blessing. Iwe kibali. May it be favor. Katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Pokea double favor, double favor, double favor. Receive kibali mara mbili, kibali mara mbili. Endelea kutuma sasa. Keep on sending now. Angalia simu ziko kwenye screen. Look at the phone numbers on the screen. Anatamka moja baada ya nyingine. And our presenter will mention one to the other. Pokea baraka. Sikiliza hizo namba. Listen to those numbers. Tuma kwa uaminifu. Send faithfully. Tutakwenda kutajia nambari moja kwa moja kabisa kwa ajili ya kutuma sadaka yako. Nambari ya kwanza ni kwa wale watumiaji wa Vodacom kupitia M-Pesa. Nambari kwa ajili ya kutuma sadaka yako ni 0754320084 na jina kisha jina linatoka Arise and Shine. Lakini kwa wewe ambaye ni mtumiaji wa Yas kupitia Mix by Yas, basi nambari kwa ajili ya kutuma sadaka yako ni 0718320084. Hakikisha jina linatoka Boniface Mwamposa. Lakini kwa wewe ambaye ni mtumiaji wa Airtel kupitia Airtel Money, nambari kwa ajili ya kutuma sadaka yako ni 0686593060. Hakikisha jina linatoka Boniface Mwamposa. Hiyo ni nambari ya kwanza kwa wewe ambaye ni mtumiaji wa Airtel. Lakini nambari ya pili kwa wewe ambaye ni mtumiaji wa Airtel ni 0784390053. Kisha jina linatoka Boniface Mwamposa. Hiyo nambari ya pili kwa ambaye ni mtumiaji wa Airtel kupitia Airtel Money. Lakini kwa wewe ambaye ni mtumiaji wa Halotel kupitia Halopesa, nambari kwa ajili ya kutuma sadaka yako ni 0627681786. Hiyo ni kwa watumiaji wa Halotel kupitia Halopesa. Kisha jina linatoka Boniface Godwin Mwamposa. Lakini kwa wewe ambaye ni mtumiaji wa Vodacom lakini unatumia ule mfumo wa lipa namba, basi kisha unatuma kupitia nambari hii hapa 51977040 na jina linatoka Partners Arise and Shine. Kwa wale ambao wanatumia mfumo wa lipa namba kwa watumiaji wa Vodacom. Lakini kwa wewe ambaye unatumia ni mfumo wa lipa namba lakini wewe ni mtumiaji wa Yas kupitia Mix by Yas, basi nambari kwa ajili ya kutuma sadaka yako ni 18899216 na jina kisha jina linatoka Boniface Mwamposa. Lakini kwa wewe ambaye ni mtumiaji wa Halotel kupitia Halopesa, nambari kwa ajili ya kutuma sadaka yako kwa mfumo wa lipa namba, nambari hiyo ni 23041086. Kisha jina linatoka Boniface Godwin Mwamposa. Endelea kutuma kupitia nambari hizo ambazo nimekusha kutajia tangu awali. Hizo ni nambari kwa wewe ambaye uko ndani ya mipaka ya Tanzania. Endelea kutuma sadaka yako, endelea kupeleka injili, toa fungu lako la 10 pamoja na shukrani kupitia nambari hizo ambazo nimekusha kutajia hapo awali. Lakini kwa wewe ambaye uko nje ya mipaka ya Tanzania, kwa kuanzia nchini Kenya, nchini Msumbiji, nchini Burundi, nchini Uganda pamoja na nchini Zimbabwe, basi hakikisha kwa wewe ambaye unafuatilia kupitia televisheni yako pamoja na mitandao ya kijamii, basi nambari ziko hapo kwenye screen yako. Lakini wewe mpenzi msikilizaji ambaye uko nchini Kenya, kwa wewe msikilizaji wa Gituge FM, Aviation FM pamoja na radio yetu ya 91.3 ambayo iko Nairobi, hapo nitakwenda kutajia nambari kwa ajili ya kutuma sadaka yako. Kwa wewe ambaye uko nchini Kenya, basi hakikisha unatuma kupitia Safaricom na nambari kwa ajili ya kutuma sadaka yako ni alama ya kujumlisha 254714111186. Kisha jina linatoka Boniface Mwamposa. Hiyo nambari ya kwanza kwa ambaye uko nchini Kenya na ni kupitia Safaricom. Lakini nambari ya pili kwa ambaye uko nchini Kenya nao ni kupitia Safaricom. Nambari hiyo ni alama ya kujumlisha 254746777555. Kisha jina linatoka Boniface Mwamposa. Hiyo pia ni kupitia Safaricom. Lakini kwa wewe ambaye uko pale nchini Msumbiji, kisha unatuma kupitia Emola na nambari kwa ajili ya kutuma sadaka yako ni alama ya kujumlisha 258874288519 na jina linatoka Mwamposa Boniface Godwin. Lakini kwa ambaye uko nchini Burundi, basi kisha unatuma kupitia Econet na nambari kwa ajili ya kutuma sadaka yako ni alama ya kujumlisha 2577669108 na jina kisha linatoka Arise and Shine. Lakini kwa ambaye uko nchini Uganda, basi tuma kupitia Mobile Money MTN
na nambari kwa ajili ya kutuma sadaka yako ni alama ya kujumlisha 256 768 370 454. Kisha jina natoka Boniface Mwamposa. Lakini kwa wewe ambaye uko nchini Zimbabwe, nambari kwa ajili ya kutuma sadaka yako kwanza kisha natuma kupitia Econet na nambari ni alama ya kujumlisha 263 788 620 493 na jina kisha natoka Boniface Mwamposa Godwin. Hiyo ni kupitia Econet. Endelea kutuma sadaka yako, endelea kutuma dhabihu yako kujimaliza, peleka injili kupitia hizo nambari ambazo nimekwisha kukutajia hapo awali. Kwa ambaye uko ndani mpaka Tanzania, endelea kutuma sadaka yako, lakini kwa ambaye uko nje mpaka Tanzania, endelea kutuma sadaka yako moja kwa moja na itakuwa imefika katika madhabahu ya Inuka Wangaze na inafanyika baraka sana. Kosa mimi sina la ziada, langu jina ni Diana Rajab Saidi pamoja na timu nzima Arise and Shine Media. Tunakutakia ufuatiliaji mwema vipindi vinavyofuata. Endelea kubarikiwa. Mungu akubariki sana.